Gerda, unaonaje teknolojia ya GIS inaweza kuchangia uendelevu wa misitu ya Tanzania kwa muda mrefu? Karibu sana. GIS inaweza ikachangia katika uendelevu wa misitu kwa muda mrefu. Okay, point yangu ya kwanza tunasema usimamizi na unaotegemea data sahihi. GIS inategemea data sahihi. Kwa nini? Kwa sababu ni data ambazo zinachukuliwa kwa ndani ya muda mfupi. Tunaweza tukasema kila mwaka wanachukua data, kila mwezi wanachukua data labda kuna data za hali ya hewa, data za mvua. Hizo zote pia zinachukua kila siku, kila mwezi na kila mwezi. Kwa hiyo hizo tunaweza tukasema kwamba GIS inatumia data sahihi. Pia utabiri wa mabadiliko ya misitu. GIS inaweza kusaidia katika utabiri wa mabadiliko ya misitu. Kwa nini? Kwa sababu GIS kupitia elimu au maarifa ya GIS tunaweza tukaelewa au tunaweza kutabiri hali ya hewa ijayo. Kutumia hali ya hewa ya sasa. Hali ya hewa ya sasa na iliyopita inaweza kusaidia kutabiri hali ya hewa ijayo. Na hiyo hali ya hewa ijayo pia inaweza kusaidia katika kutabiri mazingira ya misitu tunaweza tukasema. Kwa nini? Kwa sababu kwa mfano elewa kama ya mvua nyingi, mvua zikiwa nyingi zinaleta radi pia zinaweza zikapelekea mvua, radi zinaweza zikapelekea moto kwenye misitu, hasa misitu ya milimani, moto inaweza ikatokea. Au pia joto likiwa limezidi msituni inapelekea moto misitu. Kwa hiyo pia hiyo inasaidia kwenye kupredict future ya misitu. Point yangu ya tatu tunasema kuimarisha katika uhifadhi wa kaboni. Tunajua kwamba miti inatumia kaboni, yani kama sisi tunapotumia oxygen, na pia yenyewe inatoa oxygen kama sisi tunapotoa kaboni. Kwa hiyo pia hii inamaanisha kwamba GIS, kupitia GIS tunaweza tukaelewa au tunaweza tukajua carbon sequestration. Carbon sequestration ni maana yake ni upungufu wa carbon ambayo ipo kwenye mazingira yetu, atmosphere. Pia point yangu ya 4 tunasema ushirikishwaji wa jamii kwa teknolojia. Jamii inatakiwa ipewe elimu juu ya teknolojia ya sasa, teknolojia ya baadaye ambayo inaweza ikatumika. Kwa mfano, teknolojia GIS jamii wanaweza kupewa teknolojia ya GIS. Kwa mfano, ikitokea moto, kuna teknolojia kwenye simu, mtu anaweza akatoa taarifa haraka kwamba sehemu fulani kuna moto umetokea misitu. Pia kwa maeneo au mkataji miti au na wanyama wanaweza wakatoa taarifa na vitu na utekelezaji ukaendelea. Pia kuongeza wazi na uwajibishaji. Uwajibishaji unatokana na responsibility. Hii tunasema ni accountability. Kwa mfano, imetokea kwamba watu wamefanya uhalifu au wamefanya ukataji miti au wameua wanyama, wanatakiwa wawajibishwe. Na hiyo uwajibishaji unaweza kuwafanya hata wengine waogope kufanya ukatili ambao wengine wamefanya.